Welcome back again to Baltimore Daily Report. I'm your host Timor. Ladies and gentlemen, MP of Kikuyu Kimani Ichung'wah hajakuwa akionekana recently. Ameweza kwenda mafichoni na ni yeye angekuwa mstari wa kwanza kukomesha hii tabia ya CS Aden Duale kuita Wakikuyu fisi. Ladies and gentlemen, mjue ya kwamba MP Kimani Ichung'wah ni yeye majority leader pale kwa parliament, na ni kupeleka tu mswada wa Aden Duale akuwe impeached mara moja. Senator of Nakuru Tabitha anaambia ya kwamba Kimani Ichung'wah ni kipii sana juu yeye ni mwoga. Anaangalia tu jamii yake ikitusiwa na kazi yake amenyamaza tu. I want you to look at this video and kindly subscribe, like and enjoy the video. Nataka kuuliza hata Ichung'wah uko wapi? Surely umeitwa mafisi wewe. Kwanza wewe ndio umeitwa ile kubwa. Kwa sababu ndiye nani anaitwa nini? Majority leader ya National Assembly. Kwa hivyo anatakiwa ufanye kazi yao, waite hao ma MP, alafu waangalie waone hiyo ma speech, wafanye nini? Waangatue. Kwa sababu wako na ile wamepewa na wananchi. Kwa hivyo Ichung'wah anatakiwa kuwa juu ya meza akisema hapana, hakuna kabila yoyote itaitwa fisi, itaitwa nini? Sisi ndio tumechaguliwa na wananchi wa Kenya na tuko na mandate. Lakini tukienda hivyo, si unaona kutaharibika? Yes. Kutaharibika. Kila mtu anajipiga kifua. Sitaenda hapo, naitwa na hiyo national cohesion, sitaenda. Mwingine anajipiga kifua. That is why we are parliament. Huyo mtu akijipiga kifua anaitwa kwa parliament, anang'atuli. Mumekubali? Yes. Si ni kweli? Pero Kenyans, ukiangalia hivi utaona ya kwamba ni Edwin Sifuna ako tu na nguvu ya kubishana na William Ruto, ya kuface William Ruto. Kalonzo Musyoka for now anaonekana ya kwamba ako na uoga. Huyu tu akishturiwa anaingiza uoga. And my great fans, I want you to look at this video of Edwin Sifuna akiblast William Ruto. Uniambie isipokuwa Rigathi Gachagua ni nani mwingine anaweza ambia William Ruto macho kwa macho? Can you look at this video? Haiwezekani bwana, wewe peke yako unatumia shilingi 17 billion kwa mtu mmoja na Wakenya wanaumia huku nje. Kwani ni sherehe gani huyu mtu ana nini? Mabati ya State House inabadilishwa kila wiki. Kila wiki Bishop, hii mabati yenu mara ya mwisho mlibadilisha ni lini? Na si iko tu sawa, si ndio? Jamaa anabadilisha mabati ya State House every day kwa sababu pesa iko tu. Anasema hawezi kata ushuru, anatembea huko nje. Unasikia amepea sijui kijana gani 2 million, amepea mwingine 10 million, amepea kanisa 5 million. Hiyo pesa mnafikiria ni yake? Hiyo pesa ni ya wizi, na tumesema lazima tusimamishe huo wizi. Wafanyikazi wanalia. Jamaa ametuwekea ushuru bwana. Mimi naangalianga payslip yangu, unajua Reverend wanafikiria ati sisi wabunge tunalipwa pesa mzuri na hatukatai. Lakini ushuru yangu ile Kasongo anachukua kila mwezi from my basic salary 500,000 shillings kila mwezi, mimi kama Sifuna. Na ndio nakuwa na haki ya kumuuliza afanye kazi. It's not a favor. We are paying for these services. Alitudanganya ya kwamba ati tukiongezewa pesa ya SHA, unajua nilikuwa nalipa sijui thao kitambo. Akasema tuongezewe sisi wenye ni wadosi, alafu ndio nyinyi ambao hamna uwezo pia nyinyi mpate matibabu. Nikasema sawa. Alitoa NHIF yangu ilikuwa chini ya shilingi 2,000. Siku hizi nalipa 35,000. Lakini bado harambee tunaenda. Anatudanganya hapa ati harambee siku hizi hamfanyi za kuenda hospitali. Mnafanya harambee ama mfanyi? Mimi naitwa harambee kila siku. Hata juzi last week kuna mwili ya rafiki wangu walikuwa anahubiri pale ADC ya Runda. Alifariki yako Kenyatta, wamekatalia mwili, wametuita harambee. Sasa huyu jamaa anaishi dunia gani? Anaishi dunia gani? He is so far removed from the people ya kwamba hajui shida zao. Kwa hivyo sisi tunataka tuwaambie hivi. Mtu mzuri akiwa kwenye State House inatusaidia. Umeambiwa na Reverend hapa kuhusu decisions of a leader. Kwa sababu akiwa pale, yeye ndiye anatoa uamuzi kwa maslahi yetu sisi wote. Jamaa ambaye anaweza kuketi, yeye bora apewe pesa. Bora Ruto apewe pesa, anaweza kutuuza sisi wote kwa shetani.
So my fellow Kenyans, hivyo ndivyo mambo inavyoendelea. Kimani Ichung'wah hajakuwa akionekana recently. Hatujui place ako ameweza kuingia mafichoni, na niye angekuwa kwa mstari wa kwanza kuongea about these remarks of Aden Duale, but for now we are not seeing him, na hata hawezi ongea. And my great fans, in opposition now, there are these presidents who want to bid for presidential seat 2027. There is Fred Matiang'i, there is Edwin Sifuna, Rigathi Gachagua, those people akina Kalonzo Musyoka. But for one, Kenyans are saying that Rigathi Gachagua cannot come back to be a presidential. For one, yeye isipokuwa ni vile alikuwa impeached, bado angekuwa kwa mstari wa kwanza kunyanyasa wa Kenya. And my great fans, hapa hivi kunaangaliwa mtu mwenye hana any corruption ama makosa yote. Fred Matiang'i recently Kenyan court iliweza kumsimamisha for bidding a presidential seat, wakimwambia ya kwamba he got a fraud of 1.2 billion Kenyan shillings ya shamba ya Ruaraka. Now, Kalonzo Musyoka is now who can bid for presidential seat with Edwin Sifuna. One to decide to be a president, another one a deputy president. And my great fans, bado consultation ya opposition inaendelea, na wanasema ya kwamba waweze kupewa muda, wasikuwe na haraka, borake Kenyans wakichaguliwa mtu mmoja waweze kusimama na yeye. So my great fans, for now parivo wa Munyoro 45 days, bado consultation inaendelea. Bado Linda Mwananchi wataingia parivo wa Munyoro waweze kuongea na Rigathi Gachagua, na bado maneno itaendelea kuibuka, na nitakuwa nikikujulisha hapa hivi. Continue subscribing, continue liking if you haven't liked this video, and remember to share your opinion here down. Till we meet next time again, thank you.